Yes, bana kijana ambaye unamuona hapo anaitwa Iqbal ambaye yeye anaishi kwenye maji. Maisha yake yote ameyatumia kwa takriban miaka 5 kuelekea 6 sasa hivi. Amekuwa akiishi ndani ya maji. Bwawa hilo ambalo unaona hapo lenye maji machafu, amekuwa akiishi humo na kufanya vitu vyote humo, kula, kunywa pamoja na vitu vingine ambavyo vinahitajika. So hii hali ambayo inampata kijana huyu anaitwa Iqbal ambaye ana miaka 16 tu kutokea eneo la Belgada wilaya ya Murshid nchini India. Anasumbuliwa na tatizo la ajabu mno la ngozi, ambapo kila anapotoka nje ya maji na kukaa nchi kavu basi mwili wake wote unaanza kuwaka moto. Lakini pia njia pekee ambayo anaitumia kutoa maumivu na kujihisi kama mtu wa kawaida ni kukaa kwenye maji hayo kwa takriban siku 7 mfululizo, yani wiki nzima kwa miaka zaidi ya 5 sasa. Lakini pia njia pekee inayompa nafuu na kupunguza huo moto mwilini ni kuzamisha mwili wake ndani ya maji, ambayo hali ni mbaya kiasi kwamba anakaa humo bwawani kwa takriban wiki nzima. Lakini pia madhara ya maisha haya majini bana tayari yameshaanza kuonekana waziwazi, kwa sababu ngozi yake imeanza kubanduka kuwa nyeupe kama unavyoona. Lakini pia mikono na miguu yake inalainika na kuwa milaini, kwa sababu mwanadamu hajatengenezwa yeye kwa ajili ya kukaa kwenye maji. Lakini pia kutokana na bakteria ambao wapo huko ameweza kupata madhara ya kifua pamoja na mafua mara kwa mara kwa sababu ya baridi ya usiku na jua la mchana. So yeye maisha yake yote asubuhi, mchana, jioni, usiku anaishi na kulala ndani ya maji. Lakini kwenye jamii bana inayomzunguka mambo yamekuwa magumu, kwa sababu kijijini kwao hakuna mtu ambaye ana elimu ya mambo haya. So wameanza kuamini kwamba ameshikwa na nguvu za giza ama mashetani ambaye amemwingia mtoto huyu na kuweza kumfanya aishi kwenye maji kwa takriban miaka 5 siku 7 za wiki, yani 24/7 yeye yuko ndani ya maji. Lakini kama unavyojua nchi ya India bana kuna uelewa sana mdogo, na wengi wamekuwa kiabudu, kila mtu akiabudu kivyake. So swala la imani potofu limekuwa niliko watu wanalitetea sana. So kwa upande wa familia yake bana hali ni ya msiba mzito, kwa sababu wazazi wake wanaumia sana kumuona mtoto wake ogelea kama samaki mwanzo mwisho kila siku, na kelele za maumivu na kukimbilia bwawani tena pindi anapokuwa ametoka nje, basi inamlazimu yeye arudi muda huo ndani ya maji, kwa sababu amekuwa akipata mapele na vitu vingine. Lakini madaktari wanaeleza kuwa Iqbal anasumbuliwa na tatizo la nadra sana la kimatibabu ambalo linahusu ngozi pamoja na mfumo wa neva, yani neuropathic pain, ambapo mfumo wa fahamu na unatuma ishara za uongo kwenye ubongo kwamba mwili unawaka moto pindi anapogusana na hewa ya kawaida. So wataalamu wanaonya kuwa akiendelea kubaki kwenye hayo maji machafu anaweza kupata maambukizi mengine makali ya damu, yanaweza kukatisha maisha yake kwa muda mfupi sana, kwa sababu ukiangalia ni miaka 6 ameweza kukaa ndani ya maji hayo. Lakini kinachoendelea kwa sasa ni kwamba habari zake zimeweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini na kugusa nyoyo za watu wengi. Lakini kwa sababu jamii wa Samaria wema wameanza na harakati ya eneo hilo na wanapambana kuweza kupata fedha na michango ya kuweza kupata nauli ya kumpeleka kwenye mji mkuu wa India ili kusaidia familia yake, ambapo wito mkubwa unatolewa hivi sasa na kusaidia kupatikana kwa michango kutoka kwa serikali pamoja na taasisi za kibinadamu kusaidia matibabu ya kijana Iqbal, kwa sababu yeye amekuwa akikaa kwenye maji kwa kipindi cha miaka 5. Bana unaweza ukaona kitu ambacho kinatokea. Unamuona anakula akiwa ndani ya maji, anaoga, kwa sababu hapo pia haina haja ya kuoga kwa sababu yuko ndani ya maji. Na yeye amekuwa akitoka nje na anasikia maumivu na kuweza kukimbilia tena kwenye maji hayo. So hiyo ndo hali ambayo anakutana nayo kijana huyu. Niambie hapo chini kwenye comment, umeshawahi kuwaza kitu kama hichi kinaweza kutokea, kwamba mtu akikaa nje ya maji kwa muda fulani anahisi kama anaungua na vitu vingine kama hivyo? Niambie hapo chini bana, nini ambacho una hasa kiweze kufanyika kwa kijana huyu ili kuweza kumtibu, ingawa tayari mashirika ya kibinadamu na watu binafsi wameanza kujitolea michango, na taarifa zaidi zitakujia pindi ambapo ataweza kuokolewa kutoka kwenye dimbwi hilo la maji na kupelekwa katika mji mkuu wa India ili kuweza kufanyiwa matibabu zaidi. Mimi naitwa Shaki, hii ni Rema TV. Usiache kusubscribe hapo chini, lakini pia niachie comment yako. Usiache kutufollow kwenye mitandao yetu wa Instagram, Facebook pamoja na kule TikTok, utakuwa umetisha sana.